asifiwe. Amen. Nami nashukuru Mungu kwa sababu ya kikundi hiki. For this project Hana. Imenisaidia kusongesha maono niliyokuwa nayo mbele. It has helped me to expand my vision. I had a desire Nilikuwa na maono ama to raise women kuweza kuinua wanawake who can pray together. wale ambao wanaweza kuomba pamoja. God spoke to me and gave me a word. Mungu ananami na akanipa neno In the book of Jeremiah chapter number 9. kwa kitabu ya Jeremiah 29:9. Sura ya 9 mstari kuanzia mstari wake wa 10 kuteremka. Hapo vile anasema, Which says, inasema look for women, angalia wanawake, call for me women nitie wanawake who know how to wail, wale ambao wanajua kulia, that they may come and wail for our city, na wakuje walilie mji, because death has come in through the windows. na kwa sababu kifo kimeingia kupitia wale wajane. Praise the Lord. Amen. Then I realized that when women pray, nikagundua wakati wanawake wanaomba things happen. mambo hufanyika. When women pray, Wanawake wanapoomba our families change. jamii zetu zabadilika. When women pray, Wanawake wanapoomba our generations change. na pia kizazi chetu kinabadilika. Maybe there are people who are suffering in our generation today Kuna watu wanaopitia magumu because there was no one to pray for them in the past. kwa sababu hakuwa na mtu wa kuombea hapo awali. Praise the Lord. Amen. And so through Project Hana, Kupitia project Hana I was able to raise a team of women akaweza kuongoza kundi la wanawake whom we are praying together. tunaomba pamoja. There is a group we meet on Mondays, Na kuna kikundi ambacho tunakutana siku ya Jumatatu, and there is a group also we meet on Thursday, na kuna wana ambao tunakutana Alhamisi and we pray together. na tunaomba pamoja. Through these prayers, Kupitia maombi haya there is a lady who lost an only child. na kuna mama ambaye alipoteza mtoto wake, An only child. mtoto wa kipekee, And this lady was paralyzed. na huyo mama alikuwa amepooza And there was no hope of having another child. na hakuwa na tumaini la kupata mtoto mwingine, It was a desperate situation. na hapo basi kulikuwa na hali ya ugumu. But when we came together, Na tulipokuja pamoja, I remember telling her, nikakumbuka kukwambia, if you trust in God, kiamini Mungu He can give you another one. anaweza kufanya mchezo. Then she said, Aliniambia don't talk about that. usizungumzie haya, If you are praying, ukiomba just pray. wewe omba tu, But don't tell me about another child. usiniambie maneno ya mtoto mwingine. I'm trying to pray. Na nimejaribu sana kuomba, I'm trying to conceive na nimejaribu kupata mimba nyingine, in vain. lakini hayajafanyika. So for the past like 3 months, Na kwa muda wa miezi mitatu I didn't see her in the fellowship. sikuona kwenye mkutano. So I was wondering what is happening. Nilishangaa ni kwa nini haya. I took a step, Nilichukua hatua followed her up, na akaweza kufuatilia, wanting to know what is the problem. akaweza kujua ni nini shida. Then I found her expectant. She promised me Karibu anifungue. in March Katika mwezi wa 3 we shall behold a baby. tutapata mtoto. Praise the Lord. And she is stronger than before. Na hata akuwa mwenye nguvu zaidi. People are wondering how is she able to carry this pregnancy Na watu wanashangaa ni aje aliweza kubeba mimba hii. with her condition. Na pia katika hali yake ya kuoza. Many things are happening. Na mambo mengi yanafanyika. I cannot mention all of them, Hawezi kuweza kuyataja yote. but I'm happy for one thing, Anafurahia kitu kimoja. that I can impact the life of someone Na kwamba anaweza kubadilisha maisha ya mtu by bringing them to pray. ili wakaweze kuja na kuomba. Those things you say they need God. Na mambo hayo unayosema yanahitaji Mungu. Siku na yale mambo mtu usema hapo ni Mungu tu. Haleluya. Yaani kwa maneno mengine unasema haiwezekani. In other words, you say this is not able. Hayo yenye yanahitaji Mungu. Yeah. Those things that are not possible, they need God. Pray about them. Omba. Don't say that raising teenagers is a tough task. Usiseme kwamba kuweza kuwakuza wale ambao ni
Vijana ni kazi ngumu. Pray for them. Ya waombe. Don't say that Kenya is bad. Usiseme kwamba Kenya yetu ni mbaya. Pray for Kenya. Tuombe Kenya. Don't say that the church is corrupted. Usiseme kwamba church imeingia unajisi. Pray for the church. Ukaweze kuomba. When we pray, wakati tunaomba, the church will stand. When we pray, tunapoomba, this nation will be secure. Nchi yetu itakuwa sawa. When we pray, tunapoomba, our families will have joy. Jamii zetu zitafurahia. We shall be able to see our children's children. Tutaweza kuona watoto wetu. Because of the power of prayer. Kwa sababu ya maombi. And I want to encourage you. Na nataka nikutie moyo. Even if God has not done it. Kwamba Mungu hajaweza kufanya. Even if you have prayed. Hata kama umeomba. And nothing has happened. Na hakuna kitu. Don't stop praying. Continue praying. Somewhere around the corner. Something will happen. You will have a testimony. Pastor Rita. Anaitwa Pastor Rita. They called Rita and so I thought I'm the one. Wa kwanza alikuwa Rita akafikiria ni yeye. In Satellite. Anaishi Satellite. And I thank God for the grace. Anashukuru Mungu kwa sababu ya neema. And the opportunity to serve. Na pia nafasi ya kuhudumu. God bless you. Mimi nimeishi maisha magumu, maisha ya kupigwa kila wakati, lakini siku moja Mungu aliweza kunionekania. She has stayed the life of being beaten like every day, but now one day God came through her life. Kupitia haya maombi ya Project Yana, through the Project Hana prayers, tulipoyaanza, when we started it, niliona kwangu mimi ni magumu. I saw that it was very hard. Maana nilikuwa nikiomba nyumba yangu iweze kubadilika nipate amani, lakini sikuweza kupata amani. Because before she was praying and praying that her house would get peace, but there was nothing. Tulipoanza haya maombi, when we started Project Hana, nilisema ya kwamba nitaomba. And then she said, I'm going to pray. Na nyumba yangu iweze kupata amani. So that my house can get peace. Mwaka jana, then last year, mwezi wa pili, in February, mzee wangu aligeuka siku moja na nilipata kichapo kama kile mliona pale juu. And the husband just turned around and she was beaten just like when the picture that you saw up there. Lakini usiku wote, and that night, nilishinda nikiomba nikilia. And she stayed praying and crying to the Lord. Nilitaka ya kwamba Mungu anionyeshe kama ni yeye ndiye mume wangu ama kuna mwingine. She wanted God to show her, is this my husband or there is another? Lakini Mungu aliweza kunionyesha ni yeye. And God told her that is your husband. Nilikaa miaka 20. She stayed 20 years. Mume wangu hakuweza kufika katika familia yetu mahali alitoa Kitale. And she stayed for 20 years with the husband, and the husband never visited her home. Lakini aliponichapa, and when she was beaten, alifika mahali na kukiri ya kwamba ametenda makosa kila mara. And the husband was accepting the mistake that he has been doing. Na akasema ya kwamba hayo sasa yameisha. And he said that now it's finished. Hata kama nitaenda kwa mkuu, lakini nitafika kwa familia yetu. The husband said, I'll go visit your family, I have to walk. So in May, tulipanga safari kwenda Kitale. They traveled to Kitale. Na tuliporudi, so when they came back, siku moja mwezi wa 6 hivi wa 7, in June, aliamuka na akaambia msichana, Maki, nataka unitengenezee viatu, nataka kwenda kanisani. Haya maombi ya Project Yana yamebadilisha nyumba yangu, niko na amani. Kuomba hata ukiona shida ya namna gani, usiache kuomba. Mungu anaweza yote. Patia Mungu mzigo wako na anaweza yote. Barikiwa sana.
without ceasing. Omba pasipo kukoma. God says that, come to me, Njoo kwangu, Mungu I asema. will give you rest. Nitakupatia And this pumziko. is the rest that is in us. Prayers. Let Yeah. us go to the Lord. We humble ourselves, we pray to Him. This again that He will hear our prayers. Ya, twende kwa Mungu tuweze kunyenyekea kwamba tusikie maombi yetu And He will answer. na ataweza kuyajibu. It doesn't matter how long, Na haijalishi itachukua muda gani, but we will keep on praying. na tutaendelea So kuomba. let me encourage each and every one of us that we continue praying for one another. Na anatutia moyo tuendelee kuombeana. Thank you very much. I welcome Virginia and we will go for prayer. Praise the Lord. Are you encouraged? Yes. You know, when we went to see Rita, I remember that. Nakumbuka